Hujambo, karibu katika makala yetu ya leo tunapoangalia maudhui katika shairi. Naam, karibu. Kabla ya kuanza somo letu la leo, katika somo la awali la ushairi nilikuacha na swali. Swali letu lilikuwa, mtunzi wa mashairi huitwaje? Mtunzi wa mashairi huitwaje? Sasa leo nakupa jibu. Mtunzi wa mashairi huitwa malenga. Malenga ndilo jina ambalo yule mtunzi wa mashairi anafahamika nalo. Kunaye pia manju. Manju naye ni bingwa wa kukariri mashairi. Anaweza kuwa anayatunga na kuyakariri, ama labda yametungwa na mtu mwingine, yeye anayakariri tu. Yule bingwa wa kukariri mashairi hujulikana kama manju. Kwa hivyo malenga, mtunzi; manju, bingwa wa kukariri mashairi. Maudhui katika shairi. Maudhui katika shairi ni mambo makuu yanayojitokeza katika shairi. Pia ni jumla ya ujumbe na mawazo mbalimbali katika shairi. Maudhui hujumuisha mawazo zaidi ya moja. Katika shairi ama katika mashairi tunaweza kupata maudhui kama vile umaskini, elimu, magonjwa ama maradhi, kazi, mazingira, usaliti ama maudhui mengine mengi. Yale maudhui ambayo tulikuwa tukichambua katika novela na katika tamthilia, ndio hayo tu ambayo tunayapata katika mashairi. Umuhimu wa maudhui ni nini? Umuhimu mkuu wa maudhui katika mashairi ni kwamba husaidia kukuza dhamira. Mtunzi wa shairi huwa na dhamira. Ile dhamira yake inawezekana kupitia kwa maudhui, kupitia kwa hayo masuala makuu, kupitia kwa hayo mambo makuu ambayo yanajitokeza katika shairi. Tuna mashairi matatu hapa ambayo tutayatumia leo kuchambua maudhui katika mashairi. Shairi la kwanza ni shairi Vijana ambalo limeandikwa naye Mwala. Na nitalisoma. Tuwapo kwa mitandao yafaa tuwe makini. Kunao watu ambao siku hizi wa mbioni. Nia na malengo yao kututia mashakani. Hujifanya wahisani, fadhila ndo chambo chao. Huficha yao mapembe, tusiwaone hatari. Hukuandikia jumbe, eti kijana habari. Makusudi wa kuombe uhusiano mzuri. Vijana tujihadhari, asohadhari ni ng'ombe. Wakisha kukuteka, mtegoni ukaingia. Ukakuwa umateka, hawata kusaidia. Utakwenda kuteseka, nao wakifurahia. Kuona imetimia, haja walioitaka. Kuwasiliana na watu, hasa tusiowajua. Kabisa tusidhubutu, ndio magaidi huwa. Na itokeapo mtu, tukamtilia doa. Uchukueni hatua, wajue wazazi wetu. Tuna hilo shairi Vijana. Maudhui pale ni gani? Maudhui, hebu fikiri, maudhui katika hili shairi ni yepi? Kwanza, tuna maudhui ya teknolojia. Teknolojia inajitokeza aje kama maudhui katika hili shairi? Inajitokeza kupitia kwamba tunaambiwa mitandao. Unaweza kutumia mitandao kwa sababu ya teknolojia. Ile ni teknolojia. Ukatumia simu, ukaingia kwenye mitandao. Na ndiposa tunaambiwa tujihadhari tuwapo kwenye mitandao. Hapo tunapata maudhui ya teknolojia. Pili, katika hili shairi tunaweza kusema kuna maudhui ya ukatili. Tunaweza kuona ukatili wa hawa watu ambao tumeambiwa kwamba wanajifanya kwamba wanakujulia hali, kisha wakakuteka, wakakuweka mtegoni, baadaye unabaki kuteseka na wao wakifurahia. Ukatili. Kwa hivyo pale ndani tunapata maudhui ya ukatili.
Tuna pia maudhui ya usalama. Hapa ni pale tunapata kuwa tunahimizwa tujihadhari, na tunaambiwa kuwa asohadhari ni ng'ombe. Tunahimizwa kuwa salama, tunasaidiwa tuweze kuwa salama tuwapo kwenye mitandao. Kwa hivyo tunapata maudhui ya usalama. Shairi la pili ambalo tunalitumia leo ni shairi ambalo linapatikana katika ukurasa 8 wa diwani ya Hodihodi Mashairi. Kichwa cha shairi, wako wapi? Shairi hili limeandikwa naye Timothy Arege. Nitalisoma. Wako wapi mashujaa watetea nchi, wenye nia safi ya uzalendo, wateteao masilahi ya wanyonge, wajinyimao chajio kwa ajili ya yatima, vikongwe na walemavu? Wako wapi wakulima hodari, walimao kutupa lishe bora, iletayo shibe pamoja na afya, wasioweka mbele yao faida na haraka ya kuzalisha? Wako wapi wanafunzi hodari, wasomao kwa kujituma, wasio na tamaa au raha ya ujana, wala uzembe wa kujisomea, wenye nidhamu na uwajibikaji? Wako wapi walimu hodari, wenye moyo wa kuchangia elimu, wasipoteze muda wa skuli kwa kuchelewa au kujiendeshea biashara, wajuao kuwa mfano bora? Wako wapi viongozi watetea haki, wajitoao kusemea ukweli, watumiao fursa kuchangia maendeleo, na sio mifuko na vyeo vitambi au raha na anasa kwa pato la taifa? Shairi hilo, shairi wako wapi. Maudhui gani tunayapata hapa? Kwanza tunapata maudhui ya elimu. Tunafahamishwa kuhusu wanafunzi ambao wako wapi hao wanafunzi hodari. Vile vile tunasikia wako wapi hao walimu hodari. Kupitia zile beti mbili, ubeti wa 3 na ubeti wa 4, tunaweza kusema kuwa kuna maudhui ya elimu. Pili, tuna maudhui ya kazi. Maudhui ya kazi yatajitokeza kupitia kwa wale wakulima ambao tunawapata katika ubeti wa 2, na vile vile hata na wale walimu ambao tunawapata katika ubeti wa 4. Hata wale viongozi katika ubeti wa mwisho, wale wako wapi viongozi watetea haki? Viongozi wale inaweza pia kuwa ni kazi yao, na basi pale tukapata maudhui ya kazi. 3, tuna maudhui ya uongozi. Uongozi unajitokeza wapi? Utajitokeza ubeti wa mwisho tunaposikia wako wapi viongozi watetea haki, wajitoao kuusemea ukweli, watumiao fursa kuchangia maendeleo, na sio mifuko na vyeo vitambi au raha na anasa kwa pato la taifa? Katika ule ubeti tunapata maudhui ya uongozi. Kuna wale viongozi ambao wamechaguliwa wanaongoza wananchi wengine katika taifa. Tuna pia maudhui ya uzalendo. Maudhui ya uzalendo sana sana katika hili shairi yanajitokeza katika ubeti wa 1, ambapo tunafahamishwa kuhusu mashujaa. Mashujaa ambao wanatetea nchi na ambao wana nia safi ya uzalendo. Pale unaweza kusema kwamba tuna maudhui ya uzalendo. Maudhui mengine ambayo huenda ukasema yamejitokeza katika hili shairi ni maudhui ya utu. Utu umejitokeza vipi? Katika ubeti wa 1 tunafahamishwa kuhusu hao mashujaa ambao wanajinyima kwa ajili ya mayatima, vikongwe na walemavu. Wanajinyima kwa ajili ya watu ambao hawajiwezi katika jamii. Tunaona utu. Kwa hivyo pale tuna maudhui ya utu. Tunapofahamishwa kuhusu hata na hao walimu ambao wanasaidia, wanachangia katika elimu, na ambao wanakuwa kwamba hawachelewi darasani ama kwenda na huko kujiendeshea biashara zao. Tunaona utu, wanawajali wanafunzi wao. Hata na hawa viongozi ambao wanatetea haki, bali hawajali kuhusu mifuko ama kuangalia vyao, kulilia vyao vitambi. Tunaona utu. Kwa hivyo pale tuna maudhui ya utu. Hivyo basi hilo shairi unaweza kusema kuna maudhui ya kazi, maudhui ya elimu, maudhui ya uongozi, maudhui ya uzalendo na maudhui ya utu.
Twende kwa shairi letu la mwisho. Shairi letu la mwisho linapatikana katika ukurasa 25, ukurasa 25, hodi hodi, diwani ya hodi hodi mashairi. Kichwa cha shairi ni wanyama wetu. Shairi hili limeandikwa naye Mwala. Nitalisoma pia. Wajibu wanyama wetu tuwalinde, katupa muumba wetu tuwapende, maji mbuga na misitu tuilinde, kiharamu tusiwinde. Tuwatengee ardhi ya kutosha, kamwe tusiwabugudhi kuwatisha, tusiifanye faradhi kuwafisha, tujali yao maisha. Na kwa upande wa pili tuwakinge, mifugo huwa dhalili na tujenge, majosho pia vivuli na sengenge, na majanga tuwatenge. Shairi wanyama wetu. Maudhui pale ni gani? Maudhui pale unaweza kusema kuna dini. Kuna maudhui ya dini. Dini imejitokeza vipi? Kumbuka dini ni imani ya watu. Imani ya watu kuhusu mambo mbalimbali. Kwa mfano katika hili shairi tunaona kwamba mwandishi ama jamii ambayo mwandishi ako ina imani kwamba wanyama hao wanyama wamepewa na muumba. Katika ubeti wa kwanza anasema wajibu wanyama wetu tuwalinde, katupa muumba wetu tuwapende. Pale tunapata kujua kwamba wanaamini kwamba kunaye kiumbe ambaye ako juu yao, ambaye amewaumba na ambaye amewapa wajibu wa kuwalinda na kuwatunza wanyama. Vile vile katika hili shairi tuna maudhui ya uwajibikaji. Uwajibikaji utajitokeza wapi? Utajitokeza pale ambapo watu wanahimizwa kuwalinda wanyama, wasiwinde kiharamu, wawajibike, wasiwinde kiharamu, wawajengee wanyama makao. Hapo wakifanya hivyo watakuwa wamewajibika. Hivyo basi pale tunapata maudhui ya uwajibikaji. Mwisho wa makala yetu ya leo. Natumai umeelewa. Ikiwa una swali ama jambo la kuongeza, jisikie huru kuongeza kwenye sehemu ya maoni. Asante kwa kutazama au kwa kusikiliza. Nimekuwa mwalimu wako, Mwalimu B Kamau M, na mpaka tutakapoonana tena, kwa heri.